Inunueni kweli, inunue kweli wala usiuze. Naam, hekima, mafundisho na ufahamu. Neno la Mungu linasema nunue kweli, usiuze. Katika hayo umetoja vitu vitatu. Kuna hekima, kuna mafundisho na kuna ufahamu. Vitu vyote hivyo unavipata katika neno la Mungu pekee, ambayo ni Biblia ya Mungu. Kwa tunapoendelea kuisoma Biblia ya Mungu, tunapata hekima, tunapata mafundisho, tunapata na ufahamu. Lakini pia hiyo kweli tunainunuaje? Kweli tunainunua unapomkabidhi Yesu moyo wako, unapokubali Yesu akuongoza katika maisha yako. Ndipo unapoinunua hiyo kweli. Kwa hiyo anaposema inunueni kweli wala msiuze, naam, hekima, mafundisho na ufahamu, vitu vyote hivyo unavipata kwa Yesu pekee pale utakapoamua kumkabidhi maisha yako. Lakini kitabu cha Mathayo hii inayosema inunueni kweli wala usiuze, naam, hekima na mafundisho na ufahamu, ni kitabu cha Methali sura ya 23 mstari wa 23. Tunaenda katika ufanani, faida za kuwa na kweli. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ule wa 32 anasema, tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa kumbe sisi tukifahamu kweli ya Mungu, tutakuwa huru. Tunapoufahamu ukweli, tunawekwa huru hakika. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kuzingatia ukweli, ni kujifunza neno la Mungu, kumkabidhi Yesu akili zetu, maisha yetu, na kuacha dhambi na maovu. Ndipo sisi tutakapoifahamu kweli tunaposoma Biblia, na anasema tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Lakini pia kitabu cha Yohana hiyo sura ya 17 mstari wa 17 pia anasema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa kumbe hakuna sehemu yoyote ile inapopatikana kweli isipokuwa kwa Mungu, isipokuwa katika Biblia ndipo ukweli unapatikana. Na anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa neno la Mungu ndiyo kweli na hakuna ukweli mwingine